Alright, moja kwa moja paka county number 16 Machakos County. Pale ni kwa High Excellency Mheshimiwa Gavana Wavinya Ndeti. Tusikize nini kinaendelea. I, Honorable Wavinya Ndeti, I do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor, Machakos County. I shall diligently discharge my duties in the same office. I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear and favor, affection or ill will. So help me God. That was the speech of the Governor of Machakos County during a swearing-in ceremony. She promised justice. But we, the suppliers and contractors of Machakos, today we were supposed to have over 100 suppliers here. But some received calls, intimidations, and some even feared to be here. You have seen what has happened here. This is what has been happening. Intimidation. In Machakos, you cannot speak. In Machakos, you cannot even air your grievances. These people, you can see here, part of them, these are people with courage. They have been dying silently each and every day. And today, I've been speaking too much on my social media just for the governor to listen. Today, I just want to address the governor of Machakos directly because she has failed to listen to us. It has been 1 year, us even looking to have a sit down with the governor of Machakos, but that has never happened. Madam Governor, I personally don't understand what comes to your mind every time you see these suppliers and so many who have supplied to your county, some even crying for payment, some being auctioned, some even arrested by police. Madam Governor, I don't know what comes to your mind every time you hear of a supplier, a contractor committing suicide, some even sinking into depression, all because the only mistake they ever did was to supply to your county. You failed to listen. Madam Governor, we don't know what comes to your mind every time you are enjoying time with your family. And these contractors, some of them cannot even afford a meal. Some of them are sick, they are depressed, they cannot even afford medicine. Just because the only problem they ever did was to supply to your county. Madam Governor, we don't even understand what comes to your mind every time. When such people come out, raise their voices to be listened, but we are met with hostile bloggers cartel with intimidations like you have seen here. Madam Governor, we don't know what comes to your mind, but this is our assumption. You don't care. This does not concern you anymore. It's not your business. Your people through the procurement offices and the finance department have been corrupt to the core. Having a discussion with these people, I have confirmed indeed, in Machakos, you can never and you will never be paid without a kickback or without giving them money. These people are suffering. We have no one even to help these people. Our leaders are quiet. And thank you so much for this, for the leaders that have stood to fight for this. This is not only about even Sami Kioko. I have seen so many people in my DM and in my Instagram, and my heart bleeds every time these people reach out. There were people who wanted to be here today, but they cannot be here. Even their self-esteem cannot allow them to be here. But every time, intimidation, threats, we will do this, we will not do this. We are tired. And today, because it's not my day alone, we were supposed to be many, as I said. I just want to give 2 or few suppliers or contractors just to say a word, then we can call it a day. Maybe you can introduce yourself, say whatever you did, and then we can continue from there. Hiyo imekuwa too bad. Now, sijui kama umesikia kile mimi nimesikia, but if this is what is happening in Machakos County, then kuna tatizo kubwa. Kumbuka wamesema kwamba ni zaidi ya 100 contractors and suppliers. By the way, kwani Machakos County mnalipanga kina nani? Because kama watu wote wamekuja hapa na ni suppliers, contractors, wengine wamesupply materials. Specifically nimeona Kioko mara kadhaa akielezea
about venye amekuwa akisupply uniforms. Huyo ndiye najua issue yake kwa sababu amekuwa akielezea kwa social media. Watu wengine unawaona hapa ni contractors wamefanya kazi huko Machakos County. Na I think Machakos County iko na pesa ya kulipa wafanyikazi. Sijui kwa nini hii issue imekuwa too much kwamba wafanyikazi wa serikali ya county wanaweza supply vitu material, wanaweza fanya kazi na gavana akatai kuwalipa. I think kuna issue which needs to be addressed. Huyu ni mwingine pia, na ningependa kila hata wewe na mimi tukamsikize, tukaona na yeye ni nini amesupply na county ikakataa kumlipa. Tusikize. Wenye mnanijua Simeko, nimesupport governor sana 2022. Niko close na watu wenye wako kwa ofisi. Nilikuwa naweza ingia kwa kila ofisi. Lakini saa hii juu umedai uko na pesa yako iko pale, huyo mtu hao watu wamezuia Kioko kuona governor, wamezuia hata ku access hizo ofisi, wamezuia kumsikiza, na contractors wengi wanakufa tu chini ya maji, mtu hataki kusema. Jana nimepigiwa simu na mzee fulani akaniambia nimedai 30 million. 30 million. Kwanza ujue contractors wamekuwa impacted, wamechukuliwa mali yao, properties. Hao watu wamefanya kazi na loan. Nikuulize Madam Governor, sisi ni youth ukituona hapa. Nimesikia ukisema una support youth. Ni sawa, lakini ujue youth wako na level 3. Kuna youth wenye wamemaliza form 4 wenye unafunza kinyozi na saluni kwa MWAS. Ni sawa, unafanya vizuri. Lakini tuko youth wengine hapa wenye sasa sisi tumetoka kwa familia maskini, wenye tumekakamua, tumefika level fulani. Sasa sisi mtu anaweza enda ombe 5 million mahali akuja kufanyia kazi Madam Governor, na unakosa kumlipa. Hiyo si mzuri Madam Governor. Ni vibaya sana mtu akiwa amekaa kwake na amekuwa kidai 3 years, 2 years, 1 year na hujamlipa, anaona una post project yake. Umefanya okay, project ni mingi, lakini nao mbona usilipe contractors? Mbona usitulipe Madam Governor? Si hatuna ubaya. Mbona usitulipe? Tumesikia juzi ukiwa Senate tunasema umelipa pending bills. Umelipa, umefikisha kiwango fulani. Lakini sasa tunataka kuuliza leo. Mimi niko na maswali 2-3. Governor nataka kuuliza yeye governor. Umelipa contractors? Yes, kulingana na vile unasema na watu wako. Hao contractors wenye wanalipangwa ni yake na nani? Sisi contractors tunajuana. Unasikia pesa ilikuja 700 million imekuja, fulani amelipwa. Unasikia tumelipa contractors, tunapigiananga simu. Umelipwa? Hapana. Umelipwa? Hapana. Hao contractors wenye wanalipangwa ni wagani Madam Governor? Ama maybe unalipanga kuna cost nini? Kuna ghost contractors Machakos. Tunataka tujue. Maybe governor unalipa suppliers, lakini maybe unalipa hao watu wako kwa ofisi. Maybe ujui, maybe unalipa Kasanga ama watu wake na proxies. Tunataka pia tukusaidie kwa hii. Juu labda inaweza kuwa unalipa contractors wenye sisi wenye tumefanya kazi, unalipa proxies. So ni vizuri pia ufanye na audit ya kampuni zenye mnalipa na kampuni zenye watu wana complain, muone hawa contractors governor huu unalipa ni wagani. Sio ni swali lingine moja. Ama pia ni watu wagani? Tunataka tujue tu nani huwa analipwa, utufanyie audit. Sababu kuna outcry Machakos yote. Contractors wifanya kazi ulipwi. Ukisupply hakuna malipo. Alafu kidogo niseme shukrani kwa viongozi wachache wenye wametokeza wakatry kuingilia kwa hii issue, sababu is a national cry, na ni vizuri. Na mimi nashangaa Ukambani tuko na viongozi. Tuko na assembly yetu ya Machakos. Watu county assembly MCAs tumewachagulia mambo matatu. Legislation, oversight na representation. Kwa nini ni nani mna represent kwa nini kwa hiyo mbunge? Amuongelee issue ya contractors. Ni nini mnapitisha pesa? Amuongelee issue ya contractors. Kwa nini? So sisi tuko na ombi moja tu. Hatuna vita na mtu. Na wenye walikuwa wanipigia simu jana, niliwaambia tushapanga presa. This is only the way tunaweza fikia governor. Sababu wale wako kwa ofisi, ukipigia chief officer hashiki, message hashiki, au watu wote. So hakuna njia nyingine tungetumia kuja kufanya presa. Si ati tunapiga na si ati tunapiga siasa. Hakuna yani mheshimiwa ametutuma hapa. Hakuna mtu ametutuma hapa.
Na kitu kingine niongeze, Madam Governor, hebu angalia ofisi yako. Watu wenye umeweka kwa ofisi yako wanakuharibia na wanaumiza watu wa Machakos. Na mimi nataka niwaambie hivi, viti, vyeo na ofisi ni vitu za kuja na za pita. Like 1 year tutakuwa na another government na kutakuwa na watu wengine kwa ofisi. So nataka hawa watu wakuwe na utu. Mtu kama mimi ama Kioko ama the other supplier mwenye anakuja kwa ofisi ahudumiwe, juu ile ni public office. Acheni kuona kuwa ina procurement office like is a direct ticket to heaven. So mnaharibia governor. Machakos County imekuwa na governor wengi sana, kila mtu akipewa nafasi kidogo, na that's why mnaona hii kitu imefikia hii level. So sisi tunauliza Madam Governor, tumekuja hapa tumekuwa address, sisi hatuna ubaya, tuite contractors ukuje utuambie wenye wamedai niko na hii mpango ya kuwalipa hii, nitawalipa hivi, tukuwe na kitu kama hiyo. Tuache kuzunguka. Kuna utasikia mtu anaongea, utasikia mtu anakuongelelea. Another thing Madam Governor, sitakupatia hiyo time utuaddress ama utuite. Na juu time ya maandamano ya Gen Z ulisema Gen Z wakuje kwako, utawapikia chai. Failure kuaddress hii issue, madam tengeneza chai, tengeneze chakula, tutakuja nyumbani. Ama namna gani? Yeah. Tutakuja na hatuna ubaya. Utengeneze chakula vizuri, sisi tutakuja nyumbani. Madam, niko na uchungu mingi sana. Sisi ni watoto wa wale wa mama maskini wako pale ground, wenye wanakupigia kura. Wale wa mama unapelekea begu ya kupanda. Machakos County is a real divination of kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Ukiangalia watu wako hapa wote kabisa, you will find out ni youth. Hawa ni youth hapa, hakuna wazee. Watu wametandika kazi, lakini wanasema kwamba county imekataa kuwalipa. And it is so sad. In fact, ukiwasikiza hawa watu hawana shida na wamepea county the longest time ili walipwe. Na ile kitu wao wanadai ni kwamba kukuwe na MOU, Memorandum of Understanding, kwamba tutalipwa aje na county. Na kama hiyo itafanyika, ndio wamesema kwamba wataenda kwa governor. So wako ready kuenda kuface governor. So tutaona venye itakuwa next week. So kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika kwa hii channel, mimi naitwa Senior Jeff. It's my request kwamba unifollow, usubscribe na ushare hii video ili tufikie watu wengi. Asante sana. Expecting a reaction, atuite, address the issue. Akikosa kutuita tutajipangia tukuje tumuone. So apike chai mingi na chakula, hata lunch tutakula kwake. Hatuna ubaya sisi.